Yes, okay. Sasa hapa moduli ya kwanza tutaenda kuangalia kitu kinaitwa niche sniper. Yaani hapa ndipo tunapoenda kuwatofautisha wauza product mtandaoni ambao wanataabika kila siku na kukimbiza wateja kufukuzia watu, na wauza suluhisho ambao wanatajirika every single day kwenye mitandao ya kijamii. So kwenye hii moduli tutajifunza jinsi ya kupata soko ambalo mteja hawezi kusema no, hawezi kusema hapana. Na hapa ndo siri guys. Kuanza biashara usianze na hisia, usianze na kwamba unakipenda hicho kitu. You are going to fail. Yaani angalia nini ambacho wateja wanakitaka chenye maumivu makali. Ndio maana hapa tunaenda kuspecialize kwenye niche ambazo ni zina high demand. Are we together guys? Na lengo la kuchagua soko lenye maumivu makali na lenye pesa tayari. Umeelewa? Lengo la kuchagua soko ni kuangalia lenye maumivu na tayari wana hela, hao watu wako ready kuweza kuinvest kwako. Tatizo kubwa ni kwamba watu wengi wanaanza wanauza biashara, wanaanza biashara mfano mtu utakuta yuko lese kwenye soko la Mbeya anakwambia nauza C9 ya kupunguza uzito. Hilo ni kosa la kifo. Are we together? Unatakiwa kuanza na tatizo kisha unatafuta mtu mwenye tatizo husika. Anza na tatizo kwanza. Umeona? Kanuni namba moja hii inaitwa the high demand triangle. Yaani ili nichi iwe na pesa ya kikatili ni lazima iweze kugusa maneno haya matatu. Yaani gusa haya maeneo matatu. Na masoko ambayo ni high paid niche, masoko yanayolipa hapa duniani ukitaka kutengeneza pesa. Soko namba moja ni health, afya. Watu wanataka kuishi muda mrefu guys, kuonekana vizuri, kuondoa maumivu ambayo walionayo. Na huo ni ukweli usiopingika. Na soko la pili ni wealth, pesa. Watu wanataka kuingiza pesa guys, au kuokoa pesa, na watu hawataki kuwa maskini, kubaki nyuma. Are we together? Kwa maana yake ukiwa na huduma kwenye engo ya afya au kwenye una mfumo wa kuwasaidia watu kutengeneza pesa, you are going to be rich. Na namba tatu hii ni relationship guys, mahusiano, watu. Yes, kwa hiyo niche ya tatu ni relationship, mahusiano. Watu wanataka kupendwa guys, wanataka kuheshimiwa, kuwa na mvuto, kuweza kudumu kwenye mahusiano yao. Kuna watu wanaachika, kuna watu wapati wa chumba. So you can make a lot of money guys kwenye hii niche as long as uwe na skills, uwe na taaluma na uwe na product au huduma ambayo you are providing guys. Na this is secret. Sisi tunaenda kufocus kwenye afya, lakini kwa undani zaidi sub niche, sio afya. Tukisema afya maana yake ni general. Na hii hatua ya pili ndio jinsi ya kuchuja niche yako, niche down tunaita. Sasa usiseme unauza bidhaa za afya. Hiyo ni bahari kubwa mno, yani bahari kubwa au niche kubwa au soko kubwa mno. Kwa maana yako unachotakiwa kukufanya, unahitaji kuwa expert wa kitu kimoja kidogo, lakini chenye uthamani kubwa zaidi, chenye thamani kubwa na kina attention kubwa ya lengo wako. Sasa mifano ya kuchuja hii inaitwa the sniper method. Sniper method manake tukianza hapa amesema bad, yani ukisema general hiyo ni mbaya. Nauza virutubisho vya kupunguza uzito kwa kila mtu. That is too general and not, yani sio specific zaidi. Goods, lakini nzuri ni kwamba unakuwa specific. Mfano, namsaidia mwanaume kupunguza kitambi na kuongeza nguvu za kiume. This is specific, yani wewe unadili na kitu ambacho ni just specific zaidi. Are you together? Lakini the killer, hii ndio inaitwa the sniper. The sniper method. Na mfano, nitakupa mfano. Namsaidia mama aliyejifungua hivi karibuni kurudisha umbo lake ndani ya siku 60 bila kufanya mazoezi magumu. Guys, this is so grace. Yani ni amazing. Ni moja kati ya strategies ambayo yani unazungumza na mlengo wako. Sasa kwa nini hii inauza zaidi na kwa nini this is the best? Ni kwa sababu huyu mama akisoma hiyo bio au maelezo yako kwenye bio, kwenye profile, unamsemesha yeye binafsi. Yani unaongea naye direct na changamoto yake guys. Yani unakuwa specific zaidi. Point ya tatu hii tunasema research, unafanya utafiti. Hii inaitwa the pain point list. Yani maumivu ya mteja wako zaidi. Kabla hujaandika post yoyote lazima ujue nini kinamnyima mteja wako usingizi. Nini anataka kukitatua zaidi. Are we together? Sasa kazi ambayo nataka nikufanye hapa ni kwamba andika orodha ya vitu vitano vinavyomuumiza mteja wako. Mfano, kwa niche ya kupunguza uzito, let's say tuko kwenye weight loss. Namba moja,
Nguo zangu zote za zamani hazinienei. Inauma na inatia aibu. Do you understand? Namba 2, siwezi kucheza na watoto wangu, nachoka haraka sana, yani anachoka kwa sababu ya unene, uzito na vitu kama hivyo. Namba 3, mwenza wangu hanitamani tena kwa hamu kama zamani ilivyokuwa, yani simvutii tena kwa sababu ya umbile langu limekaa ovyo ovyo. Namba 4, naogopa kupata magonjwa ya sukari au shinikizo la damu. This is a hofu, yani maumivu na hofu ambayo mteja na mlengo wako anataka kuiondoa. Namba 5, nimejaribu mazoezi ya diet zote, hakuna kinachofanya kazi. Watu wametumia dawa kibao na hakuna matokeo waliyopata. This is so powerful guys. Na formula ya 4 tunasema formula ya irresistible offer. Unaweza kutengeneza offer. Sasa anasema mteja hanunui product au bidhaa yako, ananunua matokeo. Hii inaitwa transformation. Badala ya kusema chupa hii ina milimita 500 na vitamini C, sema hivi, hii inakufanya uondoe kitambi kilichoshindikana kwa miaka 3 ndani ya siku 21 tu. This is so powerful, so specific, unazungumza na mlengo wako. Sasa kazi ambayo inatakiwa uifanye kwenye hii moduli, the homework. Hapa nataka uweze kutekeleza na ufanyie kazi ambacho nimefundisha. Namba 1, taski ya kwanza, chagua sabunichi yako, mfano uzazi, nguvu za kiume, ngozi, uzito na kadhalika. Namba 2, define mteja wako ni nani. Ni mwanamke, mwanaume, ana umri gani? Mfano wanaume wenye umri ya miaka 30 mpaka 50 walio busy na ofisini, unataka kuwasaidia lese kupunguza uzito. Sasa hii ni mifano tu guys, na wewe angalia nini ambacho kwenye afya unataka kuspecialize nacho. Are we together? Alafu anza kufanya mabadiliko. Namba 3, andika pain point 5. Ni vitu gani 5 vinavyomtesa mteja wako hivi sasa hivi na anatamani kuviondoa? Are we together? Let's go. Tuende kwenye moduli ya inayofuata ambayo ni moduli ya 2, na tutaenda kudipa zaidi. Make sure unatuma kazi yako.